Je, umewahi kusikia kuhusu mto mmoja uliopo karibu na Tabora unaoitwa Mto Igombe? Mto ambao kwa nje unaonekana wa kawaida, lakini ndani ya pori lake kuna historia ndefu na hadithi nyingi ambazo zimekuwa zikisimuliwa kwa miaka mingi. Watu wengine wanasema eneo hili lina utulivu wa ajabu. Wengine wanasema kuna matukio ambayo si rahisi kuyaelezea. Leo katika video hii, tutaingia ndani kabisa ya historia ya Mto Igombe. Tutajifunza ulianzia wapi na pia kusikia baadhi ya maajabu ambayo watu wa Tabora wamekuwa wakisimulia kwa muda mrefu. Kama unapenda kujua ukweli wa simulizi hizi, basi endelea kutazama video hii mpaka mwisho. Mwanzo wa historia ya Mto Igombe. Miaka mingi sana iliyopita, kabla hata ya mji wa Tabora kuwa kama tunavyoona leo, eneo la Igombe lilikuwa pori kubwa sana la asili. Misitu ya miombo ilitanda kila upande. Miti mirefu ilisimama kimya, huku upepo ukipita polepole kwenye matawi yake. Ndani ya pori hilo kulikuwa na vijito vidogo vya maji vilivyokuwa vikikusanyika wakati wa mvua. Kadri maji hayo yalivyokuwa yakikusanyika, yalitengeneza mkondo mdogo wa maji ambao baadaye ulijulikana kama Mto Igombe. Wakazi wa zamani wa maeneo ya Tabora, hasa jamii ya Wanyamwezi, walikuwa wakifika karibu na mto huu kwa shughuli mbalimbali. Walifika kunywesha mifugo yao, kuchota maji ya matumizi ya kila siku, na wakati mwingine kuvua samaki wadogo waliopatikana ndani ya maji ya mto huo. Kwa sababu eneo hilo lilikuwa pori kubwa, hakukuwa na makazi mengi ya watu. Watu walifika kwa muda tu, kisha kurudi kwenye vijiji vyao. Kipindi cha ukoloni. Kadri muda ulivyopita na utawala wa kikoloni kuanza katika maeneo ya Tanzania, maeneo mengi ya misitu yalitambuliwa kuwa muhimu sana kwa kulinda mazingira na vyanzo vya maji. Watawala wa kikoloni walitambua kwamba misitu inayozunguka Mto Igombe ilikuwa muhimu sana kwa kulinda maji ya mto huo. Ndipo baadhi ya maeneo ya msitu kuanza kuwekwa chini ya ulinzi wa serikali ya wakati huo. Hatua hii ilisaidia kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vya mto huo vinaendelea kuwepo bila kuharibiwa na shughuli za binadamu. Ujenzi wa bwawa la Igombe. Baada ya Tanzania kupata uhuru mwaka 1961, serikali ilianza kutafuta njia mbalimbali za kuboresha upatikanaji wa maji katika maeneo mengi ya nchi. Katika Tabora, changamoto ya maji ilikuwa mojawapo ya matatizo yaliyohitaji suluhisho. Baada ya tafiti kufanyika, wataalamu waligundua kwamba maji ya Mto Igombe yanaweza kuhifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya watu. Ndipo likajengwa bwawa la Igombe. Bwawa hilo lilijengwa ili kuhifadhi maji wakati wa mvua na kusaidia mahitaji ya maji kwa baadhi ya maeneo ya Tabora pamoja na shughuli za kilimo na mifugo. Kuanzia hapo, eneo la Igombe likawa sehemu muhimu sana katika maendeleo ya maji ya Tabora. Msitu wa Igombe. Baadaye, eneo lote linalozunguka mto huo lilitangazwa kuwa hifadhi ya msitu inayojulikana kama Igombe River Forest Reserve. Hifadhi hii ilianzishwa kwa lengo la kulinda misitu ya asili ya miombo pamoja na vyanzo vya maji vya mto huo. Mpaka leo hii, msitu huo bado unaonekana kuwa na utulivu mkubwa na mazingira ya asili ambayo hayajaharibiwa sana. Lakini pamoja na historia yote ya Mto Igombe, kuna jambo moja ambalo limekuwa likizungumzwa sana na baadhi ya wakazi wa maeneo ya karibu. Ni kuhusu utulivu wa ajabu unaopatikana ndani ya msitu wa Igombe, hasa wakati wa usiku. Watu wanaofahamu eneo hilo vizuri wanasema kwamba ukiingia ndani kabisa ya msitu huo wakati wa jioni, mazingira hubadilika polepole. Sauti za ndege hupungua, upepo hupita polepole kwenye matawi ya miti, na kimya kikubwa huanza kutanda katika eneo hilo. Wakati mwingine, sauti pekee inayoweza kusikika ni maji ya mto yakitiririka taratibu. Baadhi ya watu wanasema kwamba ukiwa karibu sana na maji ya mto huo wakati wa usiku, unaweza kusikia sauti ambazo zinaonekana kama hatua za mtu anayetembea kwenye mchanga wa ufukweni. Lakini unapogeuka kutazama, hakuna mtu yoyote. Wengine wanasema kwamba wakati mwingine, ndani ya msitu huo, unaweza kusikia sauti za upepo zikichanganyika na maji ya mto kwa namna ya ajabu. Hata hivyo, watu wengi wanaamini kwamba haya yote ni matokeo ya mazingira ya msitu mkubwa na utulivu wake wa asili.
Mto Igombe leo. Leo hii, Mto Igombe bado ni sehemu muhimu ya mazingira ya Tabora. Baadhi ya watu hutembelea eneo hilo kwa ajili ya kuona mandhari ya bwawa, kufanya uvuvi mdogo au kutembea katika mazingira ya asili ya msitu. Serikali na mamlaka za misitu zinaendelea kulinda Igombe River Forest Reserve ili kuhakikisha kwamba mazingira yake yanaendelea kuwepo kwa vizazi vijavyo. Kwa ujumla, Mto Igombe ni zaidi ya mto mdogo uliopo porini. Ni sehemu ambayo imebeba historia ya mazingira, maendeleo ya maji na simulizi ambazo zimekuwa zikisimuliwa kwa miaka mingi. Na hadi leo, eneo hili linaendelea kuwa sehemu ya kipekee katika historia na mazingira ya Tabora.